Pamoja na njia hizo ambazo tumezisikia hapo awali, kuna njia nyingine ambazo zinaweza zikatusaidia madaktari ama kumsaidia mgonjwa kufikia lengo lake zuri la kupanga meno. Kuna vifaa ambavyo vinaweza vikatumika kama maandalizi ya kupanga meno. Kwa mfano, kuna vifaa ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kuongeza ukubwa wa taya. Tunaita ni expanders. Sasa kuna meno ambayo yanaweza akawa yamechukua nafasi kubwa kwenye taya, kwa tukahitaji tuongeze ukubwa kidogo wa taya kwa ajili ya kuongeza nafasi. Sasa tutakufungia expanders, ama inaweza ikawa ni meno ya juu ama ni meno ya chini, tunasema ni limbo expanders. Sasa hizi zitaongeza nafasi ya ukubwa wa taya na kuweza kupata nafasi nzuri zaidi kwa ajili ya kupanga meno yako na ukaweka braces vizuri. Lakini kuna vifaa vingine ambavyo vinaweza vikatumika kwa ajili ya kulinda nafasi ya meno. Kwa mfano, kwa mtoto ambaye meno yake yameweza kung'olewa mapema zaidi kabla ya kufikia muda wake wa kung'oka, kwa hiyo tunaweka kitu kinaitwa space maintainer kwa ajili ya kutunza nafasi ya lile jino la utu uzima litakapokuja lije kwenye nafasi yake. Ama meno ya utu uzima yakiwa yanapangwa, kuna jino mojawapo ama mawili ama matatu unakuta hayajaota, kwa hiyo yanatunziwa nafasi ili yatakapokuja kuota yaote vizuri. Kwa hizo ni space maintainer. Ni moja ya vifaa ambavyo vinatusaidia sisi kutengeneza ule mlolongo mzuri wa kupanga meno. Pia kuna vifaa vya kuvaa na kutoa ambavyo lengo lake kuu ni kurekebisha tabia za kinywa na meno ambazo sio nzuri, tabia ambazo mtoto amekuwa akizipitia. Kwa mfano, tabia ya kunyonya vidole, tabia ya kusukuma ulimi nje wakati wa kumeza chakula, lakini kuna tabia za kusaga meno, kugrind. Kwa vifaa hivi vinakuwa vinavaliwa ili kutengeneza mahusiano mazuri kati ya meno na misuli inayozunguka kinywa. Kwa mfano, lips, mashavu pamoja na ulimi. Kwa vifaa hivi vinakuwa vinalenga kurekebisha tabia hizo na mtoto aweze kukaa na mpangilio wake mzuri wa meno. Kwa vifaa hivi kitaalamu vinaitwa Mayo braces. Lakini kuna vifaa vingine ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kurekebisha ama kutengeneza mahusiano kati ya meno na taya. Vifaa hivi tunaviita myofunction. Kwa hiyo vifaa hivi vinasaidia kuleta mahusiano hayo. Kama kwa mfano mtoto amepata tatizo la meno kuwa ndani zaidi, uhusiano wa meno ya juu na ya chini ni kwamba meno ya chini yanang'ata ndani zaidi, tunasema ni underbite, au meno ya chini na ya juu yanakuwa katika hali ya mkasi, tunasema ni crossbite. Kwa hiyo inaweza kama tatizo kama hayo, ambapo hizo myofunctional appliances zinaweza zikabadilisha ama zikarekebisha mahusiano hayo na meno yakaweza kujipanga vizuri. Kwa hivyo ni baadhi ya vifaa ambavyo vinaweza vikatumika kama sehemu ya kupanga meno kuja kufikia lengo ambalo daktari anataka kulifikia. Mirabelle Specialized Dental Clinic, a dentist you can trust.